Kumekuwa kuna uvumi mwingi sana ambao unaendelea kuhusu Hassan Mwakinyo. Sasa kutokana na vile ambavyo Hassan Mwakinyo kaenda kulifanya ile tukio la kwenda kumvamia yule mtoto na kwenda kumpiga sana na kumuumiza, na mpaka sasa ule kijana ambaye yuko hospitali. Sasa kutokana na vile ambavyo vinaendelea, kama jeshi la polisi liliweza kumkamata Hassan Mwakinyo na kumpeleka katika mahakama ya Tanga. Sasa kutokana na vile mahakama ambavyo imekaa na kushauriana, kwa sababu huyu ni bondia mkubwa sana pia na ni bondia ambaye anafahamika sana. Ukija kuangalia, Hassan Mwakinyo alikuwa ana pambano lake ambalo anatakiwa alifanye mwezi wa 8 nchini Sudan. Sasa kutokana na hivyo vitu ambavyo vinaendelea, mahakama imeamua kutoa tamko ya kwamba Hassan Mwakinyo atafungiwa kifungo cha miaka 2, na hicho kifungo sio kitakuwa kifungo ambacho kitakuwa ni cha jela, hapana. Kitakuwa ni kifungo ambacho atahukumiwa na akiwa anatumikia akiwa ndani kwake, yani hataruhusiwa kufanya shughuli yoyote na wala kufanya pambano la aina yoyote ile mpaka baada ya miaka 2 ipite, kwa sababu hiyo ndio adhabu ambayo ameenda kupewa Hassan Mwakinyo. Kutokana na vile ambavyo tuhuma nyingi zimeweza kutokea na watu wengi wameweza kusema kwamba hichi kitu ni hakifai katika jamii, hichi kitu hakina maana yoyote ambacho cha kumhukumu mtu bila kumsikiliza, kwa sababu alienda kumhukumu kwa sababu chanzo cha yule kijana ambaye tumeenda kumuuliza na tumepiga story 2-3 na mama yake mzazi, kwa sababu mama yake mzazi yule kijana anasema kwamba mwanae alikuwa hana tabia yoyote ya wizi na wala alikuwa hajihusishi na kitu chochote kile, na yeye mwenyewe imeenda kumshitusha kuona mwanae kapigwa na Hassan Mwakinyo kisa anatumiwa kwa kesi ya wizi, kwa sababu yule kijana anasema kwamba siku ambayo ilikuwa ni siku ya tarehe 7 mwezi huu wa 3 ni majira ya saa 11 alfajiri. Kijana ule anasema kwamba yeye shughuli yake kubwa sana ni uvuvi, na katika zile shughuli zake kwa siku hiyo alikuwa ameweza kupata kazi ya kwenda kusimika nguzo, na tunajua kuna sehemu nguzo zilikuwa zimeharibika. Kwa hiyo TANESCO walikuwa wanahitaji watu ambao watawasaidia ili waende wakazichomeke zile nguzo ili miundombinu na nishati ya umeme iendelee kufanya kazi. Sasa baada ya kutoka hapo kwenda kule, wakati anaenda akakutana na nazi, kwa sababu zile nazi ziko pembezoni mwa fensi ya Mwakinyo, yani Mwakinyo na ule mtu wa nazi, yani tuseme ni kama fensi imepita hapo hapo. Sasa zile nazi zilikuwa zimedondoka kwa nje, na madai ya yule kijana anasema kwamba zile nazi zilikuwa takriban nazi 6. Sasa akaamua kuzichukua zile nazi kwa sababu hakuona ubaya wa kuzichukua zile nazi, akaamua kuzichukua na aondoke nazo. Sasa wakati anaondoka, yani ana move kutokana na vile vitu na zile hatua, akakutana na Mwakinyo. Sasa ukimwangalia hali Hassan Mwakinyo, yeye kitu anachokidai, anadai ya kwamba amekuwa anaibiwa mara kwa mara pale nyumbani kwake ambako anaishi, ni takribani ndani ya miezi 6. Mara ya kwanza aliibiwa tairi la gari, mara ya pili akaibiwa TV, na mara ya 3 akachukuliwa vifaa vyake vya mazoezi, hususan matairi yake ambayo huwa anafanyia kazi. Na sio vitu hivyo tu, na vitu vingi sana ambavyo vimeweza kuchukuliwa. Sasa alikuwa anamtafuta mtu ambaye anafanya hayo matukio yote, na tunavyojua siku zote siku za mwezi ni 40. Siku hiyo wewe unaweza ukawa unasema kwamba nifanye kitu fulani, kumbe mwenzio alishakupania kwamba mtu fulani atakayefanya hivi ndo atakuwa ndo mtu huyo, haijalishi ni kwa namna gani. Sasa ndio kitu ambacho kimeenda kumkuta yule kijana, na yule kijana sasa kitu ambacho mpaka mahakama imeamua kumhukumu miaka 2 ni kitu kimoja, kwa sababu kitu alichokifanya ni kitendo cha kiunyama na ni kitendo kinachosema tuseme kama ni ukiukaji wa sheria. Huwezi ukamfungulia mbwa, yani mnyama, akamng'ata binadamu, ni kama tuseme kama unamvunjia haki na sheria ya huyo kijana, kwa sababu baada ya kumkamata, kumbuka Hassan Mwakinyo alikuwa ametoka mazoezini katika fuko za bahari mnamo hiyo mida ya saa 10, kwa sababu ana mazoea kama alivyokuwa anasema kwa vyombo vya media kwamba ana mazoea kwenda saa 10 kwenda kupasha na kufanya mazoezi katika fuko ya bahari, kwa sababu huo muda ndo joint huwa zinakuwa ziko imara. Sasa kumbuka anajiandaa kwa sababu ya pambano lake ambalo anatakiwa afanye mwezi wa 8.
Sasa kipindi ametoka na kukutana huyo kijana, na huwa mara nyingi anapoenda huo usiku huwa anatembea na kisu, akamchana maeneo ya mikononi na akachukua shoka akampiga maeneo ya kichwani. Sasa katika kumpiga ile maeneo ya kichwani, akaamua ampige na kwenye maeneo ya mguuni, na kweli ule mguu ni mshipa umekatika sana, kwa sababu yule kijana ambako tumeenda kuongea naye tumemuona akiwa amefungwa POP, na baadhi ya watu wanaongea sana kwa sababu daktari amesema kwamba yule kijana alikuwa ameishiwa damu nyingi sana, ila dada zake wakajitolea wameweza kumuongezea damu. Sasa kitu kingine ambacho kimeenda kufanyika na Hassan Mwakinyo, kumbuka mara ya kwanza alisema kwamba serikali haiwezi kumfanya chochote kwa sababu yeye ana connection kubwa, lakini tunajua kwamba haki ya mtu huwa inapatikana, na haki ni haki, kwa sababu kitu ambacho Mwakinyo angekifanya ni bora angemchukua yule mtu na kwenda kumpeleka katika vyombo vya dola na kwenda kumpeleka katika vyombo vya sheria, lakini yeye akaona ni vyema amwadhibu na kujichukulia sheria mkononi yeye kama yeye, na kitu hicho kifanya ni si kitu cha kiungwana, kwa sababu wale mbwa ni wamemjeruhi sana. Na kama unavyoona hapo kwenye screen yako hapo, inamuonesha picha ya Mwakinyo akiwa amewashikilia hao mbwa kwa ajili ya kwenda kumjeruhi yule kijana. Kumbuka Mwakinyo alikuwa na kijana wake, kwa sababu tumepata kuongea mawili matatu na mfanyakazi wa Mwakinyo. Mfanyakazi wake anasema kwamba kuna matukio mengi ambayo huwa yanatokea katika nyumba yao, na ni matukio yamekuwa ni matukio ambayo ni endelevu, na ni matukio ambayo yanafanyika mara kwa mara pale ambapo Mwakinyo anakuwa ameondoka. Watu wengi huwa wanaenda kuiba vitu pale, na wakirudi wanakuta vitu vyake havipo, kwa sababu mara nyingi huwa pale apakaliwi na mtu, kwa sababu mke wake mara nyingi Mwakinyo anapoondoka mara nyingi huwa anapenda kusafiri na mke wake. Sasa na mke wake naye kuna baadhi ya mambo mazito ambayo ameenda kufunguka kwamba mume wake ni mtu ambaye ni ana hasira sana, na ni mtu ambaye huwa anapenda kucomplain mambo na bila kutafakari, kwa sababu na yeye mwenyewe ameenda kufungua. Kuna siku zingine huwa anapokea kipigo kizito kutoka kwa mume wake kwa sababu ndogo ndogo tu, yani ukishika kitu chake kabla bila idhara lake na bila idhini yake huwa anakuadhibu kipigo kitakatifu. Sasa tumeenda kuongea baadhi ya vitu vingi sana ambavyo ningependa kujua kwamba, na kama hujafuatilia channel hii jaribu kucomment, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata update ambazo zinaendelea, kwa sababu Hassan Mwakinyo kahukumiwa kifungo cha miaka 2 jela, lakini sasa jela yake haijawa jela sawa na wale watu wengine. Jela yake ni jela ambayo atakuwa anakaa nyumbani, haruhusiwi kutoka na wala kufanya kitu chochote. Yani ndio jela ambayo atakuwa yuko nayo kwake, kwa sababu hawezi wakasema wakamfungia, kwa sababu huyu ni bondia mkubwa sana na lazima muda wote awe anafanya mazoezi, kwa sababu ni bondia ambaye anaiwakilisha Tanzania. Lakini licha ya kuiwakilisha Tanzania, tumepata kupiga story na baadhi ya mabondia hususan Karim Mandonga ameweza kuongea na kusema kwamba kitu alichokifanya mtu wao ni kitu ambacho ni nothing, yani kitu ambacho hakipo kabisa, kwa sababu hairuhusiwi bondia kama bondia kutoa maudhui ya uwanjani, yani unapokuwa ulingoni, kuyaleta uraiani, kwa sababu hao raia ambao unawatendea ubaya ndio hao ambao wanakusupport wewe, kwa sababu bila hao wa Tanzania wewe si Mtanzania halisi. Ndio maneno ambao ameweza kuongea Karim Mandonga kwa kumwambia Mwakinyo kwamba kitu alichokifanya sio kitu sahihi, kwa sababu vitu ambavyo sisi mabondia tunavifanya na support kubwa tunaipata kutokana kwa raia hao. Kwa mfano kajitolea mfano yeye kasema pale aliko bila Watanzania asingefika popote, kwa sababu Watanzania hawa ndio waliomnunulia gari, Watanzania hawa ndio waliokuwa na support kazi zake. Kwa hiyo bila sisi wenyewe hawawezi kuwa mbondia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ameenda kuongea sana Karim Mandonga. Pia tumeenda kuongea na Toa naye kaenda kuongea vitu vingi, kafunguka kwamba kitu alichokifanya na nini mwalimu wao, tuseme yani ni kama mwalimu wa mabondia wote wa Tanzania, ukimtoa Mike Tyson, kwa sababu Mike Tyson ni bondia mkubwa sana, lakini wote hao wanachukua ujuzi kwa Mike Tyson. Sasa Mike Tyson mwenyewe hajawahi fanya huo ujinga wowote wa kusema kumpiga mtu wala hata kumjeruhi kwa namna yoyote, kwa sababu ni tayari anatengeneza CV nzuri. Sasa kitu alichotengeneza Hassan Mwakinyo ni CV ambayo ni mbaya, na ni CV ambayo haifai hata katika jamii. Ni CV ambayo yani hata serikali imeweza kuchukizwa na hili jambo ambalo kaweza kulifanya. Sasa kitu kingine ni kukumbushe, kama hujasubscribe channel hii, jaribu comment na kushare ili kuendelea kupata update ambazo zinaendelea.